tu Bwana. Shangilie Bwana. Praise Mungu, awabariki sana. Tuketi kidogo, kaa kwenye uwepo huo uliokaa. Ninataka nikuhakikishie hivi, Bwana yuko katikati ya maisha yetu. Bwana yupo kutusaidia. Bwana ametuambia mapema kabisa, amesema tusilie. Amen. Tusilie. Tusilie, tugangamale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usiangalie shida ulionayo. Usiangalie maumivu ulionayo. Mtazame tu yeye peke yake, kwa sababu yeye ndo mwenye mamlaka, ndo mwenye uweza, ndo mwenye funguo zote na mamlaka. Akisema pita hapa unapita, akisema pita hapa unapita, akisema fanya hili unafanya. Hakuna wa kukuzuia, maana yeye tunamwamini. Maana yeye tunamwamini. Hakuna mchawi anaweza kukatiza kwenye maisha yetu. Ukimwamini Kristo atakutetea. Ukimwamini Kristo atakupigania. Ukimwamini Kristo atakutetea, atakutetea. Shangilie Bwana, mshangilie tu Bwana. Shangilie Bwana. Praise Mungu, awabariki sana. Tuketi kidogo, kaa kwenye uwepo huo uliokaa. Ninataka nikuhakikishie hivi, Bwana yuko katikati ya maisha yetu. Bwana yupo kutusaidia. Bwana ametuambia mapema kabisa, amesema tusilie. Amen. Tusilie. Tusilie, tugangamale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usiangalie shida ulionayo. Usiangalie maumivu ulionayo. Mtazame tu yeye peke yake, kwa sababu yeye ndo mwenye mamlaka, ndo mwenye uweza, ndo mwenye funguo zote na mamlaka. Akisema pita hapa unapita, akisema pita hapa unapita, akisema fanya hili unafanya. Hakuna wa kukuzuia, maana yeye tunamwamini. Maana yeye tunamwamini. Hakuna mchawi anaweza kukatiza kwenye maisha yetu. Ukimwamini Kristo atakutetea. Ukimwamini Kristo atakupigania. Ukimwamini Kristo atakutetea, atakutetea. Haijalishi uko umesimama wapi. Haijalishi uko kwenye msitu wa wanyama wakali, lakini Bwana yupo kututetea na kutupigania. Wale waliobarikiwa na Bwana tumshangilie tu Bwana. Maana amesema ya kuwa hatotuacha. Amesema ya kuwa hatotuacha. Amesema ya kuwa atatutetea katika mapito yetu, ataonekana. Ikiwa mimi nimevuka, amini hata wewe umevuka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninataka nikuambie, hizi siku mbili zimepita, hata mume wangu alikuwa hajui. Nilikuwa kwenye kipindi kizito sana. Nilikuwa ninalia lakini ninajikaza. Hata yeye alikuwa hajui kwamba ninapita katika kipindi gani. Lakini ninamwamini Kristo, niliendelea kusubiri na nikamwamini Kristo kwa zaidi. Na ninamshangilia Bwana ya kuwa amenivusha. Hata wewe pokea hiyo neema ya kushinda. Pokea hiyo neema. Haijalishi wamekuwekea mitego ya namna gani. Haijalishi walikuwekea vikao vya namna gani. Haijalishi, lakini Mungu yuko katikati ya maisha yetu kututetea. Usiogope, usifadhaike, usilie. Usilie mtu wa Mungu. Jibu lipo leo la maisha yetu. Mimi ninataka nikuhakikishie, mimi nimevuka, hata wewe pokea hiyo neema ya kuvuka. Ninasema pokea hiyo neema. Pokea hiyo baraka. Watu hawajanielewa ya kuwa nilikuwa Mungu ananiambia hivi, yuko simba mbele yangu, lakini nilipata ujasiri wa kumlalua ya kumlalua huyo simba kwa mikono yangu mwenyewe. Hiyo neema na wewe kwako ije kwako katika jina la Yesu Kristo. Usiogope mama Wisa, usiogope. Kwa kuwa mimi nimevuka. Ilikuwa sio rahisi. Waliokuwepo zoni jana hawakunielewa, lakini mkono wa Bwana ulinitetea. Nilikuwa namwambia hivi, Bwana, sitaki sauti yangu itoke. Ninataka wewe Bwana ujitukuze wewe mwenyewe kwenye maisha yangu. Usiogope. Hata kama sehemu ambayo haiwezekani, ninataka nikwambie inawezekana. Ninataka nikuhakikishie inawezekana.
Cha msingi tu wewe muamini Mungu kupita kawaida. Imani yako isitetereke. Usiogope. Jambo lolote lililoshindikana kwa Mungu linawezekana. Amina. Ikiwa kama Mungu alinisogezea simba nikamlalua kwa mikono yangu mwenyewe, hata wewe hiyo neema ije kwako. Hakuna uchawi utasimama kwako, hakuna urazi utasimama kwako, hakuna magonjwa utasimama kwako, hakuna uadui utasimama kwako, hakuna utasa hautasimama kwenye maisha yako ukimwamini Kristo na kumtegemea yeye Bwana. Yesu asifiwe. Usilie. Usilie. Nyamaza kabisa. Wakati neno la asubuhi linakuja linatuambia nyamaza, usilie. Nyamaza. Kipindi cha kulia kimepita. Kipindi cha kunyanyaswa kimepita. Kipindi cha kusimangwa kimepita. Kipindi cha kuonewa kimepita. Maana ninaiona neema ya Bwana inatembea. Ninaziona fedha zikiachiliwa kwetu. Ninaona mageti yakifunguka kwetu. Ninaona baraka, baraka, baraka. Hiyo milango ya fedha ifunguke kwako katika jina la Yesu Kristo. Yesu tawala. Mungu ninayekutukuza. Ukatembee na kila mmoja mmoja. Ukatembee Bwana. Na ninaomba hata mimi unitumie kama jinsi upendavyo. Akili yangu inyamaze kimya. Fikra zangu zikae kimya. Macho yangu ya kawaida inyamaze kimya. Wewe Bwana ukanitumie kama jinsi wewe upendavyo. Ninatamani kuona kila mmoja mmoja akifunguliwa. Maana nililia nikasema mimi ninatoa mwili wangu kulipa gharama kwa ajili ya kazi yako Bwana. Hivyo chozi langu Bwana lisidondoke hata moja. Kila mmoja aliyekuja mahali hapa akafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Huyo Mungu ninayemtukuza. Huyo Mungu ninayemwabudu. Huyo Mungu ambaye aliyenipendelea akaweka neema kubwa kwangu. Ndio huyo Mungu anasema hivi, usilie. Yesu asifiwe. Kipekee kabisa ninatamani kumshukuru Mungu kabisa kabisa. Ninatamani kumshukuru Mungu kabla sijaleta maneno ya Mungu. Haikuwa rahisi. Nilikuwa kwenye msiba wa siku 2. Amina. Sio msiba kwa maana msiba nimefiwa, hapana. Ulimwengu wa roho ulikuwa unapigana ili kunivua vile ambavyo Mungu amenipandia. Amina. Ulikuwa unapigana. Wewe ninatamani tu kukushukuru leo kwa unaniombea siku hizo kama 3. Nilikuwa kwenye maumivu makali sana. Amina. Lakini hicho kilio kilikuwa ndani, nalia peke yangu. Ninakushukuru wewe ambaye uliyenisaidia kwa maombi. Ninashukuru hata mchungaji wote mlioniombea. Mungu awabariki sana. Amina. Amina. Kipekee ninamshukuru Mungu aliyenipa neema ya kusimama hapa. Maana mpaka jana nilitamani hata nimwambie mchungaji siwezi kusimama kwa sababu nina maumivu. Lakini Mungu alimtumia mtu akanifuata nilipo, akanisaidia kuomba nikavuka. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo nina kila sababu za kumshukuru Mungu. Ninataka nikuhakikishie ya kwamba leo shetani anapigwa. Anapigwa. Ukiwa tayari tunamshinda kabisa kiurahisi. Cha maana ya kuwa ninataka tu unisaidie wewe kusahau ya nyumbani. Amina. Tumechoka kuonewa. Tumechoka kusimangwa. Tumechoka kufedheshwa. Tumechoka kudhalilishwa. Tumechoka kufungiwa kamba. Unafanya biashara lakini biashara hazitoki. Unafanya kazi lakini unakuwa ni mtu wa kudhalilika. Ninataka nikikuhakikishie kwamba ya kuwa yote leo Bwana anamaliza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Fungua moyo wako. Roho Mtakatifu yupo kutuhudumia. Yupo kabisa. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Waefeso 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nitasoma katika jina la Bwana. Waefeso 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa na Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo,
na kujitahidi kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mstari wa 4, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Mimi ninachukua tu kipengele hapo kimoja. Somo langu la leo, Mungu akaniambia nilete somo la uvumilivu. Amina. Uvumilivu, uvumilivu. Mimi nijitolee tu mfano mwenyewe. Mfano kabla sijaenda huko mbele. Mfano, nilikuwa kwenye kipindi cha maumivu kama siku 3, lakini nilivumilia. Bwana asifiwe. Nilivumilia. Nilikuwa napita pagumu. Yaani ilikuwa haiwezekani. Haiwezekani. Tabasamu ninalilazimisha, lakini haliwezekani. Bwana asifiwe. Lakini kwa kuwa Mungu aliniita, akanipaka mafuta, kwa hiyo ni lazima niwe mvumilivu. Amina. Hata wewe mpenzi mtazamaji unanitazama, somo letu la leo, Mungu anataka tujifunze uvumilivu. Uvumilivu, lazima uwe mvumilivu unapotaka kumtumikia Bwana, au sisi ambao watu tumekombolewa kwa neema ya Mungu, tunapaswa tu wavumilivu kwa kila namna ya changamoto yoyote ile. Lazima tu wavumilivu. Sio kwamba ukiokoka ndio kwamba matatizo hayapo. Amina. Sio kwamba hivyo ukibarikiwa sio kwamba matatizo hayapo, yapo. Kwa hiyo kupitia maneno haya Mungu anataka tu wavumilivu. Tu wavumilivu. Nilikuwa namuuliza Mungu, mimi kawaida yangu ni lazima Mungu akimuuliza Mungu ninaenda kusema kitu gani? Nikamuuliza, kwa nini uvumilivu? Kwa nini? Kwa nini uvumilivu? Akaniambia watu wengi wamekuwa wakikata tamaa. Wakikata tamaa, wanashindwa kuvumilia. Ni kweli tunaomba, ni kweli tumeokoka, ni kweli tunamtumikia Mungu. Sio kwamba unavomtumikia Mungu sio kwamba majaribu hayapo. Tena unavomtumikia Mungu majaribu huwa yanakuja zaidi hata ya vile hujaokoka. Amina. Kwa hiyo Mungu akawa anasisitiza kwamba uvumilivu kwa watu umepungua. Amina. Mungu akichelewesha tu kidogo jambo lako, unaanza kunungunika. Mungu akichelewesha tu kitu chako, unaanza kulalamika. Hivi kwa nini Mungu unioni? Hivi kwa nini Mungu mimi hivi? Nimekuwa napita kwenye kipindi hiki. Kwa nini? Kwa nini Mungu unioni? Amina. Ni lazima tuwe wavumilivu. Lazima tuwe wavumilivu. Uvumilivu ni tunda la Roho. Tunda la Roho kabisa. Ikiwa Yesu alisulubiwa pale, alivumilia yale mateso yote, alivumilia. Angekuwa hajavumilia sisi tungekuwepo leo. Maana yake tusingekombolewa. Yesu alivumilia, akaishinda ile kitu, ndio maana leo sisi tuko salama. Kwa hiyo kila mapito tunayopitia ni lazima tuwe wavumilivu. Katika kipindi cha namna yoyote ile, tuwe wavumilivu kwa kila hali. Bwana asifiwe. Ninazungumzia uvumilivu. Uvumilivu. Nini maana uvumilivu? Uvumilivu ni uwezo wa kusimama imara katika imani na kuendelea kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu kwa kila hali ya aina yoyote ile. Ni uwezo. Sio kila mmoja anaweza kuwa mvumilivu. Ni uwezo. Ni uwezo ambao Mungu anauachilia. Uwezo wa kusimama imara. Uwezo wa kusimama imara. Katika nini? Imani. Ndio tumefundishwa imani. Imani kweli, imani tumefundishwa. Je, sisi ni wavumilivu? Sisi ni watu wa kusubiri? Sisi ni watu wa kumtegemea Mungu? Tumekuwa ni watu wa kukata tamaa mapema kabisa. Tunashindwa kuwa wavumilivu. Tunashindwa kuwa Unajua, nataka nikwambie hivi, Mungu akileta jaribio kwako, maana yake anajua una uwezo wa kupita popote pale ukafanikiwa na ukapita. Jaribu linavyokuja kwako la namna yoyote ile, Mungu alishapima, ameshaona ya kwamba wewe hilo jaribio unaliweza. Ndio maana hata baba yetu Mungu alimtuma mwanae wa pekee aje duniani kutukomboa. Alijua kabisa kwamba huyu kijana ana uwezo wa kuvumilia na kustahimili, kusimama na kuvumilia yale mateso. Bwana asifiwe. Na hata sisi kwetu tunajifunza. Kwa hiyo kupitia kwenye hayo majaribu, Mungu anapoachilia jaribio kwako, maana yake amepima uwezo wa kuwa wewe unaweza kustahimili na kuvuka kwenda hatua nyingine. Bwana asifiwe. Tusiwe ni watu wa kukatishwa tamaa. Kidogo tukiona jambo lako halitokei, umekata tamaa. Umegairisha. Ulikuwa unafanya biashara fulani, unasema
hii biashara hakuna kabisa, unagairi. Kuna wakati kwenye kuvumilia kule, adui naye anapitisha vya kwake kukukatisha tamaa, ushindwe kwenda mbele, halafu ujikute unadondokea shimoni. Amina. Yesu mwenyewe alijaribiwa, pamoja alikuwa katika yale mateso, alijaribiwa mara kadhaa, alijaribiwa lakini alivumilia. Sisi ni kina nani tusivumilie wapendwa? Mambo mazuri hayaji kwa wepesi. Tunapaswa tu wavumilivu kwa kila namna yoyote. Uvumilivu ni silaha aina nyingine. Ninataka nikupe maana nyingine. Uvumilivu, tunaelewana hapo wapendwa? Ni silaha muhimu sana kwa Mkristo. Uvumilivu, jinsi ambavyo unavumilia, kumbe adui anajua kabisa kwamba hili hata nikilitikisa kwa namna gani halitetereki, hata nikilifanya kwa namna gani halitetereki. Maana uvumilivu ni silaha ya Mkristo aliyekombolewa na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Ninasema uvumilivu. Mambo mazuri hayaji hivi hivi. Tunaona mfano wa hapa lango la ahadi wapendwa. Tulianza hivi, tulivumilia, tulipita kwenye hali ngumu. Wapo wengine wameacha hata kusali kwamba wanaogopa michango, si ndivyo jamani? Lakini wapo ambao tulivumilia mpaka leo tupo. Si tunayaona mazuri haya yanatokea sasa? Ni kwa sababu ya uvumilivu. Manake tukisiposhindwa kuvumilia, mambo mazuri hata kwetu kwenye maisha yetu hayawezi kutokea kwa namna yoyote ile. Tusitake miujiza ya haraka haraka. Ninasema hata hao wanaokuja lango la ahadi wanakuja na kutoka. Mungu sio wa namna wa hivyo. Mungu anamkaribia mtu yule ambaye amejifunua, amejiachia mbele za Bwana. Usije lango la ahadi kwa kutegemea miujiza. Miujiza ipo tukimwamini Kristo, ukamtegemea, ukawa ni mvumilivu wa kuomba, yote hayo yatatokea unayoyahitaji. Tusio watu wa kukimbilia tu, nikimbilie kwa pastor akaniombe. Kuna wakati tunapaswa kumngoja Bwana, tuwe wavumilivu. Kwenye teso lilonalo, unapaswa ukae uojiane na Mungu. Mungu, ni kwa nini? Kwa nini napita kwenye haya mapito? Ikiwa mimi Mungu ulinichagua, ukanipendelea, ukaniita, labda niseme ukaniita mzee wa kanisa au ukaniita mchungaji msaidizi, kwa nini ninapita kwenye hii shida? Kwa nini? Lazima uweke kikao na Mungu. Amina. Lazima ujiulize. Mimi hizo siku 2 napita, nilikuwa namuuliza Mungu, Mungu, ninakumbuka uliponitoa, ulinitoa shimoni, ukuniangalia madhaifu yangu. Amina. Nilikuwa ninalia peke yangu, ninalia msiba peke yangu. Jiulize, hata mume wangu naye kanae chumba kimoja sijamwambia. Nikiwa naye hivi natabasamu tu hivyo ili asielewe, lakini kumbe ndani ninalia. Ninamwambia Bwana, siku ile ulikuja ukaniambia mimi ni mtumishi wako. Hakuwepo mchungaji, hakuwepo nani, nilikuwepo mimi peke yangu na wewe ukaja. Kwa hiyo teso unalopitia mtumishi wa Mungu, kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu. Usitake yale mambo ya pa. Sio kila jambo la kumwambia mtu, sio kila jambo ukamweleza mtu. Huyo unayemweleza unamwamini vipi? Unamwamini vipi? Kuna wakati adui anatumia watu, unajikuta mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe, leo nimeleta habari hivi, kumbe ametumwa na adui. Unajikuta unaanza kuongea mambo yako, mtumishi wa Mungu, mimi nina shida hii, nina changamoto 1 2 3, nina misiba. Kumbe yule mtu ametumwa na adui kukuchukulia habari zako kwenda kuzimwaga kule mbali. Amina. Tuwe wavumilivu. Unapopita kwenye tatizo lolote, lazima umuulize Bwana, kwa nini hili limekuja kwangu? Manake Mungu anakusudi. Amina. Amina. Nikawa najisemesha mimi mwenyewe, nafanya kazi zangu, niko dukani pale, najisemesha. Nakaa namwambia hivi, Mungu, hii kazi sikupewa na mtu ya kukutumikia. Wewe ndio uliyenipatia hii kazi. Hii kazi ningekuwa nimepewa na mtu, leo nilikuwa naacha kazi. Lakini kwa sababu wewe Mungu ndio ulinipa hii kazi, nitaendelea kukutumikia, sitokuacha. Amina. Kwa hiyo kwenye pito gumu la namna yoyote, mwambie tu Bwana,
wala ndio kulia ni kawaida. Kuna wakati lazima uwe na maumivu, masikitiko, lakini bado unapaswa kumwendea Bwana kumuuliza, hiki ni kitu gani? Kwa nini ninapita kwenye haya mapito? Amina. Maana yake adui alijipanga kunipokonya vitu vya thamani. Amina. Kwa lugha nyingine, muda ule shetani ananisemesha, maana yake ningesema kuanzia leo kazi ya Mungu nimeiacha. Si ndivyo shetani alikuwa anatafuta? Lakini nikamwambia hivi, Bwana, pamoja na pita kwenye kipindi kigumu, lakini wewe Bwana, sitokuacha kwa namna yoyote ile, sitokuacha. Amina. Amina. Maneno yao nilitamka kama saa 7 vile. Ninaongea peke yangu. Peke yangu huko ndani. Na wahudumia watu, lakini ninaongea huko ndani kwamba Mungu, sitokuacha kwa sababu ninakumbuka uliponitoa. Amina. Imefika saa 10, Mungu akanitumia mjumbe. Akaja. Alivyokuja huyo mjumbe, nikasikia nipige kelele kama vile nimefiwa. Amina. Halafu Mungu alivyo mwaminifu sasa. Muda huyo amenitumia mjumbe, hakukuwa na wateja mule dukani. Kwa hiyo nililia kama niliavyo. Nilimwambia Mungu kama hivyo nilivyokuwa, hata sivikumbuki vingine. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa sababu mimi nimevuka. Ndio maana nikawa namuuliza Mungu, nipeleke ujumbe gani kwa watu? Akaniambia uvumilivu. Kwa hiyo tunapaswa Wakristo tuwe wavumilivu. Si ndio mama yangu pale? Mama yangu ninampenda kuliko kitu chochote. Mama, kuwa mvumilivu. Yaani kuwa mvumilivu. Maneno kweli mengi yapo, lakini ninataka nikuhakikishie mama yangu, hayupo mtu wa kukung'oa pale. Yaani wao ndio watatoka, alafu wewe jina la Bwana litatukuzwa kwako. Hakuna mtu wa kukutoa hapo, hayupo. Watavuruga sana, watahangaika sana, lakini kwa kuwa tunamwamini Kristo, hakuna mtu atateteleka kwa sababu Mungu yupo kwenye kazi zetu. Amina. Uvumilivu tu. Unapaswa kuwa mvumilivu. Usiende mambo papala, kwa sababu uvumilivu ni silaha kubwa kabisa kwa Mkristo. Yesu, unapovumilia, shetani anakuja, anatikisa mti hautikisiki. Anadokoa maka kwenye macho, lakini hautikisiki. Unasema ninamngoja Bwana. Tuwe wavumilivu wapendwa. Tuwe wavumilivu. Sio pasta, kuwa mvumilivu. Hao wanaokutesa nyumbani kwako, kuwa mvumilivu. Wewe endelea tu kumwambia Bwana, hata hili umeliona. Bwana, hata lile umeliona. Bwana, hata hili umeliona. Hawawezi kukufanya kitu chochote, kwa maana Mungu tu. Kumwamini Kristo ni mtaji tosha kabisa. Ni mtaji. Hakuna mtu utatikisa ukimwamini Kristo. Watatikisa lakini utikisiki. Amina. Wewe mvumilie, vumilia tu. Umeomba mambo yako hayajatokea, endelea kuvumilia. Umemwomba Mungu mambo kadhaa hayajaonekana, endelea kuvumilia. Wewe endelea kumngoja Bwana. Mungu yupo. Ninataka nikwambie, hakuna kitu kwa Mungu kinashindikana. Yote yanawezekana. Yanawezekana ukiwa mvumilivu, ukawa na subira. Ni uvumilivu tu, ni silaha. Bwana asifiwe. Ninataka nikuhakikishie, wewe unaendelea kuvumilia, ngoje Bwana. Sikia mama yangu, huyu mama ninampenda, hata yeye anajua. Yaani ni kama vile moyo wangu upo kwake, kwa huyu mama. Sikia mama, hii nguvu niliyokuwa nayo leo ninaiachia kwako. Ninaiachia. Pokea, 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 pokea. Hiyo neema ya Bwana, neema ya Bwana. Hiyo neema ya Bwana ikuatamie leo. Hakuna uchawi utasimama kwako. Hakuna maneno yatasimama kwako. Hakuna kaburi litasimama kwako. Hakuna kuonewa tangu leo. Ninaweka mstari wa moto. Hakuna madhabahu za namna yoyote, iwe za kigeni, iwe ni madhabahu za ukoo wa namna yoyote, ninazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Ninaziamuru hizo baraka zitokazo mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, zikuatamie katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini ya kuwa wewe Bwana upo katika maisha yetu. Ninasema uvumilivu. Ninasema uvumilivu. Uvumilivu ni silaha kwenye maisha yako.
si ndio mwanangu Neema? Uvumilivu. Uvumilivu, unapaswa kuvumilia mwanangu. Vumilia. Wakati mimi ninafanya biashara, sio kama nilikuwa sifilisiki. Nilikuwa nafilisika. Nikipiga hatua hivi ninaisha kabisa, mtaji unakatika. Lakini bado nilikuwa namwambia Bwana, Bwana nipo hapa Bwana. Uvumilivu, lazima tu uvumilivu. Uvumilivu unaleta amani kwenye moyo wako. Uvumilivu unaleta baraka. Maana uvumilivu ninasema uvumilivu ni ahadi ya Mungu kwa kila mmoja. Ni ahadi, uvumilivu. Amina. Amina. Natamani niende lakini Mungu ananivuta shati nibaki pale pale. Ninasikia wingu la kinabii limefunguka. Amina. Neema ya kinabii imefunguka. Bwana akaniambia wanapaswa watu wawe wavumilivu. Wawe wavumilivu. Wasitaki mambo makubwa. Kama wakati haujafika, unapaswa kumngoja Bwana. Mngoje. Ikiwa kama neema kwako haijafika, endelea kusugua goti kumwambia Bwana, Bwana hapa mimi ninangoja, nimekaa hapa ninasubiri. Kwa maana maisha ni foleni. Aliyekupa wewe ndio kampa yule. Amina. Kwa hiyo ukivumilia, zamu yako itakuja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninasemea uvumilivu. Uvumilivu. Tusome hapo mama. Yohana 16 mstari wa 33. Yohana 16 mstari wa 13. 33, sorry. Yohana 16 mstari wa 33 unasema hivi: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Tujipe moyo. Yeye aliushinda ulimwengu. Ni kwa sababu alikuwa mvumilivu. Kwa hiyo katika hali na tabu tunazopitia, ni lazima tuwe uvumilivu. Alafu Mungu anasimama pale katikati ya shida zetu, anatushindia. Kwa maana uvumilivu ni silaha kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Ninasemea uvumilivu. Amina. Uvumilivu. Ninampongeza Roho Mtakatifu, ninamsikia kwamba mpongeze Vivian. Vivian, Roho Mtakatifu anakupongeza. Umekuwa mvumilivu. Pamoja na kuwa unapita kwenye changamoto, lakini bado unavumilia. Lakini bado unamngoja Bwana. Ninataka nikuhakikishie ya kwamba muda wako tayari. Ninakwambia muda wako tayari. Hii neema ninaiachilia kwako, iende. Pokea hiyo neema nyingine tena. Viwango vingine kwako vikuatamie. Huyo ambaye tunayemsubiri aje. Hiyo milango ninaifungua tangu leo. Milango ikakufunguke. Ukutane na yule ambaye aliyetarajiwa kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ninasema uvumilivu. 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 Ninatoa mfano kwa mume wangu. Japo yapendagi mifano lakini namtolea. Yeye alivumilia. Amina. Amina. Wakati huo ninamtafuta Bwana, ninakaza buti kwamba nikamwambia masuala ya mahusiano yaishe, masuala ya kufanya nini yaishe. Mimi ninamtumikia Bwana kwa namna yoyote ile. Sikujali. Nilimwambia kama inawezekana, katafute njia nyingine, inawezekana. Lakini mimi nimeamua kumtumikia nani? Kumtumikia Mungu. Lakini alivumilia mtumishi wa Mungu. Alivumilia. Ni miaka mingi amevumilia. Kwa hiyo ninatoa mfano hata kwa sisi wengine. Tunapaswa tuwe wavumilivu. Ni lazima tukitaka mambo mazuri, lazima tuwe wavumilivu. Lazima tuvumilie. Si ndivyo? Mama, lazima uvumilie. Hata kama unalala na njaa, hata kama unapita wapi, lazima uvumilie, umngoje Bwana. Amen. Uvumilivu, ninasema uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe.
kwa sababu uvumilivu ni tunda la, utasoma mwenyewe hapo Galatia 5:22. Maana nyingine, uvumilivu humfanya Mkristo ashinde majaribu, akue kiroho. Amina. Hiyo neno uvumilivu humfanya Mkristo ashinde majaribu kwa kuvumilia. Kwa kuvumilia vile, kwa kumngoja Bwana, unapita kwenye hiyo shida inayokutesa. Amen. Tusomee mama Ufunuo 2:10. Uvumilivu. Uvumilivu. Eti dadangu huyu hapo na ongea kwa kuvumilia. Wewe endelea kusubiri tu. Usichoke. Endelea kumwambia Bwana, mimi nipo na kungoja. Usikate tamaa. Kuona kwamba mbona kila siku natabiriwa? Mbona kila siku naambiwa hiki? Mbona vitokee? Vitatokea kwa jina la Yesu. Neno la Mungu likitoka huwa halifi. Lazima litimie. Hata wewe unayengoja, sikukatishi tamaa. Endelea kumngoja Bwana, atakutendea kile ambacho unakitaka. Penzi mtazamaji, tunajifunza nini? Neno uvumilivu. Uvumilivu ni silaha kwa Mkristo, ni silaha kubwa kabisa kwa Mkristo. Hata kama unapita kwenye changamoto za namna gani, unapaswa kuwa mvumilivu. Bwana asifiwe. Tusomee mama hapo Ufunuo 2:10. Ninasoma katika jina la Bwana. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Kwa hiyo kujaribiwa kwa mtu ambaye amempokea Kristo ni kawaida. Lazima ujaribiwe. Kwenye kumsubiria hapo, huwa vinakuja vitu vingi vya kukutoa kwenye laini. Vinakuja vitu vingi vya kukupoteza. Kwamba wewe unaendelea kungoja. Kwani usifanye jambo hili? Unaendelea kungoja. Kwani usifanye hiki? Unaendelea kusubiri. Kwani usifanye? Kumbe hizo ni njia za adui kukutoa kwenye mstari. Bwana asifiwe. Tunapovumilia, tunapaswa kumshirikisha Bwana. Kwenye kuvumilia, ni lazima uwe mtu wa kuomba. Lazima uombe. Amina. Usikae tu kuvumilia eti umekaa. Bwana mimi naendelea kumngoja Bwana wakati hata kuomba uombi. Hapana. Unavomngoja Bwana ni lazima uhakikishe na kuomba, unaomba vinaenda sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninataka niongelee tu hapo mambo machache kabisa ya muhimu. Machache kabisa kwenye kuvumilia. Machache. Jambo la kwanza, uvumilivu unatukomaza kiroho. Jinsi unavyovumilia, kumbe unaendelea kukomaa. Amina. Amen. Utasoma Warumi hapo 5:3 mpaka 4. Utasoma mwenyewe. Uvumilivu unatukomaza kiroho. Unakusaidia yani kukomaa, kuonekana kwamba kumbe ninavyovumilia hivi yapo mambo mazuri yanakuja. Kumbe ninapofanya hivi neema ya Bwana haijaniacha. Amina. Amen. Jambo lingine, jambo la pili. Uvumilivu unatufikisha kwenye ahadi za Mungu. Jinsi unavyovumilia, Mungu anakushushia zile ahadi ambazo ametuahidi. Ikiwa alikuahidi mwanangu utakuwa na gari, utakuwa na gari. Ikiwa alikuahidi mwanangu nitakupa kazi, utapata kazi. Ikiwa alikuahidi mwanangu nitakuinua, atakuinua kwa sababu umekuwa na subira, umekuwa na uvumilivu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe ni watu wa kuvumilia na kusubiri huku tukimngoja Bwana. Utasoma hapo Waebrania 6:15. Utasoma mwenyewe. Waefeso 4:2, kwamba zile ahadi za Mungu, jinsi unavyovumilia ndivyo tunapata ahadi kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Na kuongezea tena mstari wengine, Waebrania 6:13 mpaka 15. Kwa hiyo jinsi unavyovumilia unazipata zile ahadi ambazo Mungu ametuahidi kutupatia sisi ambao tunamtegemea Kristo na kumwamini Kristo na tunaishi kwa imani. Amen. Uvumilivu, jambo lingine, uvumilivu unatupa ushindi. Uvumilivu unatupa ushindi. Jinsi ambavyo unavumilia ndio tunapata ushindi. Amina. Haijalishi unafanya biashara gani, haitokei. Unafanya kitu gani, hakitokei. Unafanya jambo halitokei. Unapaswa kuvumilia. Amen.
Lazima umngoje Bwana, umuulize. Usikurupuke tu kufanya jambo hujamungoja Bwana. Vumilia kwanza. Ndio unatamani ufanye biashara, ndio unatamani ufanye kitu kizuri. Je, tunda la Roho lipo kwako? Lipo, limeshamili kwenye maisha yako? Bwana asifiwe. Wagalatia 6 mstari wa 9, tusomee hapo. Tusomee hapo Wagalatia 6 mstari wa 9. Ninasema uvumilivu. Uvumilivu. Kuna wakati hata mimi ninasema hivi, hii huduma niliyokuwa nao ina vita sana. Ikiwa Bwana yani nasema kama Bwana hajakuita kuifanya huduma, huwezi. Kamwe huwezi. Inahitajika neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndio yenyewe inakusaidia kukuinua. Juzi Mungu akawa ananionyesha watu wanavyoniparua, watu wanavyotamani nife kiroho kabisa. Watu wanavyotamani yani nipotee kabisa, nitoke kwenye ramani za lango la ahadi. Watu wanajaribu kunipoteza. Ninataka nikuhakikishie ya kuwa mimi ni jiwe, sitapotezwa na mtu yoyote ile. Ikiwa Bwana aliniita kunitumikia, hakuna yoyote yule anaweza kunipoteza. Amina. Haitatokea. Na hiyo neema ninaiachia huyo aliyewaza kunipoteza. Hiyo nguvu ya Bwana ipige mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Sitakufa. Amen. Nitaishi. Amina. Ili matendo ya Bwana yaje yasimuliwe. Kwamba alikuwepo mtu mmoja anaitwa Nabii Devota. Amen. Amina. Hii huduma sikuambewa. Nilizaliwa nao. Biblia inasema kabla haujazaliwa nalikujua. Amina. 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 Tuwe wavumilivu katika maisha yetu. Bwana tutampata. Amina. Amen. Amen. Wewe ndio utaparuka, mimi sitapa. Wewe unatamani kuniua, wewe ndio utakufa. Amen. Na familia yako na ndugu zako katika jina la Yesu. Amina. Amina. Ninakufuta katika ulimwengu wa roho. Ninakufuta katika ulimwengu wa mwili. Ukafie huko kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ninasema uvumilivu. Wagalatia 6. Wagalatia 6 mstari wa 9. Wagalatia 6 mstari wa 9 unasema hivi. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Usichoke. Endelea tu kuvumilia. Yaani usichoke. Japo kwenye kuvumilia sasa hapo ni kipengele. Watu wengi tunakuwa tunachoka. Tunapokaribia kwenye muujiza, shetani anaturudisha nyuma. Tunapokaribia kushinda, adui Usikubali kurudishwa nyuma. Wewe songa mbele, maana Mungu yuko na wewe, anakutangulia. Yupo. Mungu yupo na wewe. Majaribio ni mtihani wa mwanadamu. Ni lazima tujaribiwe. Ni lazima. Yesu mwenyewe alijaribiwa, lakini alishinda. Tunaweza kumtazama hata Ayubu. Alipoteza mali pamoja na watoto, lakini alivumilia. Sisi kina nani? Tunapaswa tuwe wavumilivu. Amina. Mimi nakumbuka tu, Roho Mtakatifu ananikumbusha, ananiambia, unakumbuka mlipoanzia kule Mwangalanga? Si tunakumbuka tulianzaje, wapendwa? Ilikuwa ni ngumu kufika hapa. Ilikuwa ni ngumu. Lakini Mungu ametusaidia. Tulivyokuwa wavumilivu, Mungu ametutetea. Amina. Ninamuona Bwana akiwabinua watu wanaotufikiria vibaya. Wanabinuliwa. Wakafia huko katika jina la Yesu. Yule aliyekutesa kwenye maisha yako atokomea. Huyo aliyekuumiza moyo, ninamuwasha kwa jina la Yesu Kristo. Akafie mbele huko kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Aliyechota mchanga wako anauachia. Amina. Aliyetumia huduma yako akasema kwamba hii ni ya kwangu, saa hii ninamnyang'anya. Amen. Ninamnyang'anya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Aliyeiba huduma yako ninamnyang'anya. Hiyo neema ninaiachia, itembee kwa wote. Kamata hiyo huduma yako iliyoibiwa. Kamata katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana Yesu. Kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu. Si ndio keti? Kuwa mvumilivu.
Ninakumbuka miaka 3 naanza kumfahamu mtumishi, nilimwambia hivi, mume wetu ni yule yule, yaani ni yule yule, sijabadilisha bado, ni yule yule. Atazunguka sana, atahangaika sana, lakini lazima mpira urudi hapa center. Ni lazima mpira urudi center. Na hiyo neema kwako ije katika jina la Yesu Kristo. Mpira lazima urudi kati. Amina. Mpira lazima urudi katikati. Kama pale walivyoanza kucheza, si mpira unaanziwa center, lazima urudi center katika jina la Yesu Kristo. Hiyo neema itembee kwa watu wote, hata we mpenzi mtazamaji unayenitazama, hiyo neema ninaiachia kwako, itembee kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amina. Neema ya Bwana ipite kwako. Ninamuita mwanaume huyu, ninamuita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaenda mpaka pale alipo, mpaka pale alipo. Ninasema na hii sauti, sikia sauti ya Bwana. Ninakusemesha saa hii ya kwamba mke wako yupo anakungoja. Popote utapita hautafanikiwa, chochote unafanya hakitatokea, ni mpaka urudi katikati. Amen. Kama vile mlivyokubaliana. Amina. Maana hili agano alitavunjika, litakudai maisha yako yote. Hii neema ya Bwana ninaiachia saa hii. Ninakamata ufahamu wake, ninakamata akili yake, ije tena, ule ufahamu wake urejee, come on, urejee kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Baba, ninakushukuru, asante kwa sababu Mungu, haya niliyoyaomba yatatokea. Ninakuamini Bwana, yatatokea. Kuwa mvumilivu tu, mtu wa Mungu. We mgoje Bwana, vumilia, mgoje Bwana. Usiangalie mbona wa kwangu mimi anachelewa. Eti Lucy, nilikuwa nasema na binti yangu Lucy, namwambia mwanangu, huyu siye. Akiniletea mwingine namwambia huyu siye. Akiniletea mwingine ninamwambia huyu siye. Iko miaka 2 mbele. Kautulie mwanangu, mgoje Bwana, usihangaike. Ninaona magonjwa kwako yanakuja, ukicheza unaondoka na magonjwa. Amina. Kwa wasichana nyie, amina, tumgoje Bwana. Ikiwa kama jambo lako halijafika, mgoje Bwana. Usikimbilie kuona hivi mbona, usikimbilie, mgoje Bwana. Amina. Amen. Jambo muhimu, yako mambo muhimu niliyoyazungumza hapo. Tunamwona hata Ayubu. Amina. Ayubu alipoteza watoto, akapoteza mali zote, lakini alishinda kwa kuvumilia. Amina. Tuvumilie wapendwa, tuvumilie. Si ndio Debora? Vumilia. Neema nilionayo mimi itakuja kwako. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu unanipenda. Itakuja. Jinsi Mungu alinibariki mimi, hata wewe. Pokea hii neema ya Bwana. Nguvu ya msalaba ninaiachia kwako. Pokea. Hey, come on, pokea. Nguvu ya msalaba ikuatamie. Wale wanaokutesa wanakuja usiku, wanakuchawia kukutoa katika huduma yako, ninawafuta. Natangaza, ninawafuta katika ulimwengu wa roho mpaka katika ulimwengu wa damu na nyama. Amina. Wapotee katika jina la Yesu. Amina. Ninakuinua tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amina. Uende ukamtumikie Bwana. Mikono yako ikawe na moto. Mikono yako iwe na moto. Chochote unasema kikatokee. Chochote unahitaji kikafanikiwe. Chochote unataka kikatokee. Hakuna mtu yoyote anaweza kuzuia. Ninayafundika maneno haya kwa damu ya Yesu, yakastawi na yakaishi katika jina la Yesu. Hiyo neema na kwako ije
Amina. Hiyo neema na kwako ije. Amen. Hiyo neema na kwako ije. Hata we mpenzi mtazamaji unaonitazama, hiyo neema niliyokuwa nayo nini, pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema tena. Pokea kufanikiwa. Mungu akakushangaze. Mungu akaachilie kicheko kwako katika jina la Yesu. Ni jinsi gani sasa tunaweza kuvumilia wapendwa? Jinsi gani unaweza kuvumilia sasa? Hapo nitakwenda haraka. Ninatamani tuombe. Jinsi gani sasa unaweza kuvumilia? Lazima uwe muombaji. Lazima uombe. Kwenye kuvumilia huko lazima unaomba sasa. Unaanza, Baba, ninavumilia hiki. Unamweleza Baba. Unajua baba yetu ni rafiki yetu. Ni mume wa wajane. Ni mtu ambaye yani hana makuu. Ukimwendea lazima akubariki. Bwana asifiwe. Na ni lazima tuombe bila kuchoka. Soma neno kwa wingi. Ni lazima neno likae ndani yako. Bwana asifiwe. Neno, tunaenda shetani tunampiga kwa neno. Sio kwa maneno hata tunavyoongea. Hapana. Shetani anapigwa kwa neno. Jambo la 3, naenda haraka hapo. Lazima umtegemee Mungu kwa kila kitu. Kwenye kumngoja Bwana lazima umtegemee Bwana. Amina. Hapo nitakupa mstari ya kusoma. Utasoma Mithali 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Utasoma mwenyewe. Isaya 26 mstari wa 4. Amen. Yeremia 17 mstari wa 7 mpaka wa 8. Lazima tumtegemee Mungu kwa kila hatua. Lazima tumwamini Mungu kupita kawaida. Tumtegemee, tupandishe imani zetu. Amina. Jambo lingine, epuka kukata tamaa. Kukata tamaa iwe ni mwiko au kuanguka leo, usichoke kwamba nimekata tamaa. Hiyo inamhusu neema mwanangu. Unavodondoka hapa, unainuka unaenda tena. Usikate tamaa. Sawa mwanangu. Huduma ya kinabii inasema hivi, kwa mamlaka niliyopewa na Bwana, Roho Mtakatifu ameniambia una mfungo wa siku 7 kuanzia kesho masaa 24. Na uombe kweli. Ikiwa utaomba kweli kwa bidii, Roho Mtakatifu ataachilia kitu kizuri kwako. Kipo kitu kizuri kwako kitatokea. Amen. Kwa bidii. Kwa bila kunung'unika, bila kuuliza. Na ndani ya hizo siku utakuwepo hapa lango la ahadi siku zote 7. Bila kukosa, bila excuse, bila samahani. Bwana asifiwe. Ukimngoja Bwana, Bwana anataka akuinue, akusaidie, akutoe kwenye umaskini katika jina la Yesu. Na hiyo neema na wewe kwako ije kwako, pokea. Epuka kukata tamaa. Utasoma hapo Yoshua 1 mstari wa 9, Zaburi 27 mstari wa 14. Amina. Warumi 12 mstari wa 12. Ninasemea uvumilivu. Uvumilivu huleta amani kwenye maisha yetu. Uvumilivu huleta furaha isiyo na kifani. Uvumilivu huleta tabasamu kwa mtu aliyeonewa. Uvumilivu hurudisha furaha yetu iliyoibiwa miaka mingi iliyopotea. Jinsi unavyovumilia, kumbe neema ya Bwana ndio unaisogelea. Yesu asifiwe. Ije kwako hata kwa Evelina, lazima uwe mvumilivu. Kuwa mvumilivu tu. Wewe mngoje Bwana, endelea tu kumngoja. Usitoke kwenye hiyo line. Baki hapo hapo ukimwambia Bwana, niko hapa. Mngoje Bwana huku ukilisoma neno la Mungu. Bwana ataachilia baraka kwako. Bwana ataachilia neema kwako. Bwana ataachilia kipawa. Wenye kuhitaji biashara ataachilia. Wenye kuhitaji mafuta utaachilia. Mwenye kuhitaji vitu vingi utaachilia. Ataachilia Bwana, kwa sababu wewe ni mvumilivu. Ongera mwanangu. Nani yule rafiki yangu. Ongera kabisa, umekuwa ni mvumilivu mwanangu. Kimbia hapa niombe na wewe niachilie kabisa mafuta hayo, maana umevumilia. Roho Mtakatifu ananiambia mtoto huyu amevumilia 99%.
Hey, 99 ni nyingi kwa mtoto kuvumilia. Hii neema ya Bwana itembee. Wewe Bwana unajua mimi ninavyompenda binti huyu. Unajua. Risika kakaka. Risike nebosika. Wewe unajua Bwana, unajua. Saidia hapo, saidia hapo. Wewe unajua Bwana, unajua. Unajua jinsi mtoto huyu ninavyompenda. Neema hii itembee kwa binti huyu. Yesu, ukamfunike tena na mafuta mabichi. Hii nguvu ya Bwana ninaiachia kwake sasa. Mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi. Neema ya Bwana imfunike binti huyu. Nguvu ya Bwana, nguvu ya Bwana, nguvu ya Bwana hiyo ninaiachia kwake katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ukamwezeshe, ukamsaidie na ile mitego ya adui aliyopanga, ile mipango ya adui aliyompangia ya kuwa huyu binti atapita hapa, huyu binti atakatiza hapa, hiyo mipango nimeijua na ninaifunika na kuikanyaga tena kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatamka akawe mshindi tena. Neema ya Bwana imwatamie. Ninaiachia nguvu ya msalaba. Popote anatembea hii neema imfunike. Hata yale maneno Bwana unakumbuka ulionituma kumwambia binti huyo, yakastawi ndani ya moyo wake na yakaishi, lisipotee hata moja, maana linaenda kuwa ushuhuda mkuu sana katika maisha yake. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa neema hii Bwana. Asante kwa sababu Mungu utamuinua, utamsaidia. Neema ya Bwana ikufunike mwanangu. Hata we mpenzi mtazamaji unayenitazama, ninaachilia kibali kwenye maisha yako. Ninaachilia kibali kwenye maisha yako. Anapofunguliwa binti huyu, hata wewe unayenitazama, pokea hii neema ya Bwana ikuatamia hata wewe katika jina la Yesu. Yesu, ninakushangilia kwa sababu wewe ni mwaminifu, kwa sababu wewe ni Alfa na Omega, kwa sababu wewe ni kimbilio letu. Simama Neema, nikuombe, simama. Roho Mtakatifu ananionyesha. Subiri, subiri watu wa praise, subiri, 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 subiri. Hii nguvu ya msalaba ipite paka kwa mwanangu Neema, ipite nguvu ya msalaba. Sikia mwanangu, sikia. Roho Mtakatifu amenipeleka mpaka kwenye kifua chako, kwenye kifua mpaka kwenye tumbo. Ninaona kama kuna chembe ya kitu fulani iko kwako. Hii kitu inakuwa popote unaenda inasoma, chochote unafanya inakusoma. Hautafanikiwa, yani inasema kwamba huyu hatafanikiwa maisha yake yote. Na mimi leo ninaachilia operation ya Bwana. Operation ipite. Ninapasua tumbo hili katika ulimwengu wa roho. Ninaiachia nguvu ya msalaba ifanye operation. Hii mbegu iliyowekwa kwenye tumbo hili, mbegu